Mimi sina sauti katika hii Kenya. Hello. Think twice. Dada mpenzi mtarajiwa, nimetembea kwingi zaidi, nimeona mengi, lakini sijaona mtu na ambaye ameumbikwa, akaumbika kama wewe. Kwa majina naitwa kama Raymond. Je, wewe? Ina. Unajua nimetembea Russia, nimetembea Nigeria, nimetembea Nairobi, mwishowe nikakuja kutembea Kakamega. Ndipo nikaanza kusikia moyo wangu umepatana na msisimuko wa moyo wangu. Kusema kweli ukaumbika. Na mimi sitaki kukudanganya, sitaki nijifinyie mapenzi niue. Nimeamua tu niseme kweli wa mambo, kwamba umenibamba na nikabambika bambi. Na ndio maana nimekuja nikwambie, ningetamani sana kuwa ule mtu na ambaye atakuwa anakuja kwako kila siku, akikupikia kangumu, akikupiga mamunju, akikupiga busu na akikuonesha mapenzi. Nye kusema kweli, mapenzi yetu itakuwa moto na moto ya kuotea mbali. Mapenzi yetu itakuwa moto kama ile yenye nilikuwaga nayo the year 1932. Wakati nilipatanaga na Rihanna kabla Shetani mwenyewe aingilie mapenzi yetu kati. Wakati babu yangu alibarikige mapenzi yetu na akasema tutaishi milele na milele. Unajua mimi nakumbuka kabla hata tujapatana na wewe, nilikuona kwa ndoto yangu. Na wakati tulikuwa kwa ndoto, tulikuwa na watoto 378. Na ndio maana nataka tuwe pamoja, nataka tujenge familia na tutengeneze mengi duniani. Kwa sababu wahenga na Waingereza walipatana na waganga na wachawi, wakatunga msemo wakasema, Raymond otigaga sitianie kapatata. Yani wahenga walisema wakati Raymond atapatana na mtu, atapatana na binti ambaye ni mrembo kama wewe, basi amuombe namba na uweze kujenga familia na yeye. Basi ningependa tunisaidie namba yako ili mimi na wewe tutengeneze familia, tukuwe tunagudhana lolo usiku mchana na asubuhi, tujenge familia na tukuwe na watoto wengi kama Abrahamu. Kwa heri, tutapatana tena muda mwingine. Tukipatana tutakuwa pamoja na tutaunda familia. Wewe umeleta nini? Wewe Supokot.